Siku ya kwanza ya mtu kujibiwa dua ni siku ya Ijumaa. Katika siku ya Ijumaa kuna nyakati 6. Nyakati hizo 6 ukiomba dua, Shekhe, Mungu anakubali. Karibu sana mtazamaji wa Jawabu TV, ni mwendelezo wa madarasa ambayo tumekuahidi kwamba utakuwa unayapata kupitia YouTube channel hii hapa, na leo pia nimekuja hapa kwa Maalim kwa ajili ya kupata kile ambacho wewe unastahili kupata wakati wote na muda wote. Maalim, Naam. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naona ndani ya Jawabu TV. Jawabu TV tena. Naam. Sasa Maalim, leo bwana, nimerudi na kitu tunaomba tufahamu. Dua tunaomba kwa Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kutufanikishia na kutufungulia vitu tofauti tofauti. Lakini tunatamani kujua labda ni muda gani sahihi zaidi mtu ukiomba utajibiwa, au ni muda wowote tu, sehemu yoyote, na katika namna gani ambayo ni nzuri zaidi? Tunatamani kujua katika ili mtu ujibiwe. Karibu sana. Asante sana. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafin nabi sayyidina Muhammad ibn Abdullah salawatullahi wasalamuhu alayhi, amma ba'd. Baada kumshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suali ni kwamba ni muda gani sahihi wa watu kuomba dua na wakajibiwa. Ziko nyakati maalum ambazo yoyote akiomba anapewa, awe mvuta bange, awe mlevi, awe mwizi, sawa, awe muongo, Mwenyezi Mungu atamkubalia maombi yake. Lakini dua muda wowote mtu ukiomba, Mwenyezi Mungu anakujalia. Ukijitizama unajua kabisa, mimi nikiomba dua kwa Mwenyezi Mungu kwa muda huo kujibiwa itakuwa ni ngumu. Basi ni muhimu kwako wewe kujua hizi nyakati za kuomba ili Mungu akupe. No. Na hii itakusaidia usibabaike, uende ukaombe wapi, umtafute nani akuombee kwa Mungu. Wewe mwenyewe uweze kujiombea kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na wallahi umeniuliza swali zuri sana Januari, lenye faida kubwa sana kwa watu, na hili litasaidia sana kwa watu wote wanaotusikiliza. Sasa tukija kwanza katika dua, maombi, unajua Januari, kitendo cha mtu kusema Mwenyezi Mungu naomba hiki, tayari Mwenyezi Mungu pale anasikia, na kile ulichokiomba Mwenyezi Mungu amekipokea. Angalia raha ya Mola. Yaani Mwenyezi Mungu kile kitendo cha kuomba tu, Mwenyezi Mungu hivi, basi Mwenyezi Mungu pale anakusikia. Na hakuna kitu ambacho Mwenyezi Mungu anakipenda sana kwa waja wake kama waje kumuomba. Mungu anapenda asilimia kubwa ya maisha yetu tuongee naye kuliko kuongea sisi wenyewe kwa wenyewe. Namna ya kuongea na Mungu ni kumuomba. Na ndio maana hata sisi tumechagua mifumo ya maisha yetu kuwa ni hii ya kumuomba Mungu. Mimi ukija hapa asubuhi mpaka usiku saa 9 saa ngapi, mimi ni kufanya dua tu. Utafanya visomo vya baharini, utafanya visomo vya kote huko, tunahangaika kumuomba Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Mimi nilishakwambia Januari, mimi huwa silali. Tayeb. Leo usiku watu wanakuja ofisini kwangu wanajua siku na mambo mengi sana. Watu wanakuja ofisini kwangu labda wakija wawai namba hivyo, lakini mimi saa 1 saa 2 saa 3 mimi ndio muda wangu huo nafanyaje? Nalala. Yaani mimi huo ndio muda wangu nalala. Hiyo saa 3 mimi ndo nitaamka, nitaanza kufanya shughuli sasa zangu za kuomba tena dua. Muda wote huo tunautumia kumwomba Mwenyezi Mungu. Ni muda mchache sana kusurvive. Tumeyaweka maisha yetu huko. Sio kuwa sisi ni wema sana au mimi ni mwema sana. La, na madhaifu chungu mzima Januari. Na ndio maana namuomba sana Mwenyezi Mungu anihurumie. Sasa maisha haya yetu sisi Januari, Mwenyezi Mungu katika haya maisha yetu anachokipenda sana ni sisi tuongee naye. Unajua sababu ya swala ni ipi? Ni kupata muda wa kuongea na Mungu.
Kile kitendo cha kuswali kutwa mara 5 maana yake umeenda kuzungumza na Mungu mara 5. Na ukiangalia kitu pekee ambacho kinamfanya mtu aongee na Mungu, yani Mungu amjibu neno kwa neno, sawa, kipo katika Qur'ani. Yani wewe ukiongea na Mungu naye anakujibu hapo hapo. Ukiongea na Mungu naye anakujibu. Ukiongea naye Mungu anakujibu. Hapo ni hivyo hivyo, ukiongea naye anakujibu kwa maneno. Huenda usimsikie lakini anakujibu. Na ni suratul Fatiha. Vile unaposoma Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu anasema hamidani abdi. Ukisema tu alhamdulillahi rabbil alamin, Mwenyezi Mungu anasema hamidani abdi, amenihimidi mimi mja wangu. Kwa unaposwali unaongea na Mwenyezi Mungu, lazima mtu hilo ulijue. Na unaposoma suratul Fatiha ni sura pekee ambayo hiyo inayokufanya wewe useme na Mola. Kwa sababu ya swala hizi ni kupata wasa wa kuongea na Mwenyezi Mungu. Na wallahi wala Mungu hataki Kiarabu. Mungu Januari, Mungu hataki Kiarabu, wala usiwe na Kiarabu kingi. Mungu anataka ukweli. Usiongee kitu kutoka hapa, ongea kitu kutoka moyoni. Iko ndo Mungu anachokitaka kutoka kwako, sio uwe faswaha wa Kiarabu. Ya Allah, vile si umevikalili. Wallahi ukiyaongea yale yanayotoka moyoni ya kwako kwa Mwenyezi Mungu, hayapiti maneno 5, wewe chozi lishakutoka, mwili unasisimka. Ukiongea na Mwenyezi Mungu Januari, ule ukweli, maneno 5. Mungu mimi umeniumba ni kuabudu, lakini Mungu mimi nateseka. Mungu unaniona, wallahi kwa nini unaniacha? Basi kama nimekukosea Mungu nisamehe. Kama kuna pahali Mungu nimeteleza mimi nikajikwaa, nimekukosea Mola, naomba unisamehe. Lakini ujue Mungu, mimi sina imani kubwa, ila unanisikia haya nayoyasema. Kama kweli unanisikia Mungu, basi naomba unijibu. Usiniache Mwenyezi Mungu kwa kuwa sina imani kubwa. Imani unatoa wewe, mimi bado hujanipa, lakini nina haja na mahitaji kutoka kwako. Niombe vipi Mungu? Mimi niombe vipi sasa? Na siwezi kuvumilia, naumia. Na kuomba Mungu nihurumie Mola, na kuomba Mungu, riziki zangu mimi ngumu. Mungu wewe unaona. Juzi nimeenda kazini, mwambie Mungu hayo maneno. Juzi nimeenda kazini, mja wako yule uliyemuumba mimi kanifokea kwa sababu nimechelewa tu. Mungu, kwa nini haya unanifumbia nayo macho? Basi haya, hiyo fedha ulionigia nimedhulumiwa. Sasa mimi nifanye nini? Nakula wapi na hawa watoto umenigia wewe Mungu? Jipige kweli kweli. Hebu ongea na Mungu kwa namna hiyo. Uone kama Mungu hatakujibu. Kuna kile kisa, mcha Mungu mmoja ameenda kwenye kijiji ambacho mvua hainyeshi. Na huyu ni shekhe wangu, Allah arhamu. Kaenda kwenye kijiji ambacho mvua hainyeshi. Kufika pale siku ya kwanza kaomba dua, siku ya pili dua, mbona sio kawaida? Kwa nini Mungu hujibu hii dua? Kuna nini? Kuja kuangalia na kuja kuona katika kile kijiji kuna kipenzi cha Mungu kipo, hakuna dua itakayojibiwa mpaka yeye anyanyue mdomo wake. Mpaka yeye anyanyue mdomo wake. Niulize, kipenzi cha Mungu ni yupi? Anauza pombe. Togwa. Unajua Togwa? Unajua Togwa? Anauza Togwa. Shekhe Togwa. Muda wote yupo kwenye vinini vyetu vile vibanda vya ulu. Vinini vile. Vina majina yao vile. Mungu vitoa kichwani. Wana vilabu. Vilabu. Muda wote yupo kwenye kilabu cha pombe. Sasa angalia huyu bwana, akishaka na wale wenzie, wale akishakunywa hanywi pombe. Yeye akishika ile pombe inageuka inakuwa maziwa. Yule bwana wakishalewa wale
Baada ya message, jamani sisi chalewa kwani tusiimbe? Tuimbe nini? Sasa jamani tumeelewa hapa, tumeshiba. Huyo Mungu ametugea pombe. Kwani tusimshukuru? Tumeelewa jamani, tumepata starehe. Basi wamekaa alhamdulillah tumeelewa. Okay. Alikuwa anawavuta hivyo watu. Hivyo. Mungu asante. Mungu Mungu Mungu. Sio kwa hiyo ndio ilikuwa ibada yake. Lakini alijifichia huko. Akawa anadharaulika. Na hiyo ndo sababu tunasemaga usimdharau yoyote umuonaye. Usije ukamuona mtu tu anakuta makopo ukamdharau. Mawili, mtu wa serikali au mtu wa Mungu. Ukamuona mtu tu anatembea tembea ukamdharau. Awe nacho asiwe nacho. Na waja wa Mungu wale wakubwa wa kweli, Mungu kawaficha sana kwenye dhikri. Na hapo kuna kitu nitakuja ukisema tumalize kipindi. Twende haraka haraka. Shekhe kuja kuangalia katika lile kundi la watu, Mungu akamuonyesha huyo mja wangu ni huyu hapa. Akamwambia shekhe, bwana samani, naomba utuombee dua. Naomba? Yule bwana mimi ambia mimi tuombee dua. Mimi hapana. Shekhe ambia tafadhali, nimeonyeshwa na Mungu, wewe omba dua. Yule bwana ndo kainuka. Angalia dua aliyoomba. Mungu, hivi Mungu na ugomvi na mimi? Mimi na wewe tuna uhasama. Kuna sehemu mimi nimekukosea. Wewe kuna sehemu hujanikosea. Sina shida na wewe yoyote. Na wewe huna shida na mimi. Tafadhali, unanijua vizuri, tunajuana, lete mvua hapa. Maneno hayo tu watu shie vicheko. Huyu mshirikina kweli. Shehe hajui kabisa, au mlete swarfa na au sijui nini. Yeye ana Mungu tu. Hapa kaja Mungu wewe. Wewe namna gani bwana? Maneno hayo kamwambia Mwenyezi Mungu. Shehe ilipotoka hilo wingu, watu shehe sio kutafutana. Huyu kakimbilia huku, yule bwana sasa baada ya pale watu tu bwana msimlevi yule. Anauza pombe yule. Imekuwaje? Alivyoona watu wamemjua anaanza kumfuata shehe, bwana dua. Kakimbia. Mpaka hivi leo yuko zake polini na hajulikaniki yuko poli gani, kajificha, hataki kujulikanika. Waje wa Mwenyezi Mungu hao. Sio maneno Januari. Maneno ya kumwambia Mungu, hayo ndo haswa. Ndio wanaambia dua ya mtu aliyodhulumiwa inakubalika kwa sababu utaiomba kwa uchungu. Mwenyezi Mungu, huyu jamaa huyu, hizi hela nilizitafuta. Wallahi Mungu atakulipa wewe. Umeona hiyo? Unaisema kutokuitoa hapi moyoni. Wewe Mungu atakulipa wewe. Basi Mungu anamlipa kweli. Mungu anamlipa kweli. Kwa sababu anaisema ile kwa uchungu. Kutoka kweli moyoni. Huo ndo uchawi. Basi. Uchawi wa kujibiwa dua ni huo. Usiseme kutoka ulimini, sema kutoka moyoni. Na wewe leo nitawagia utupia faida, wana jawabu. Twende haraka haraka. Kuna kitu kinatutawasali, kutawasali. Mpaka matatizo kuna kutawasali na matatizo. Wewe si ujala siku mbili, unaambia Mungu, hii njaa Mwenyezi Mungu ulionipiga siku mbili, naomba Mwenyezi Mungu kwa maumivu ya hii njaa nifungulie jambo fulani. Kwa sababu matatizo yote unayomuona mtu anakutana nayo, yote yale matatizo yale ndio hubadilishwa kuwa neema. Ndio maana akasema Mwenyezi Mungu mwenyewe kwenye Qur'ani, inna ma'al usri yusra. Mazito yako pamoja. Yaani ukiona una gumu, basi ujue hilo gumu ndo linaloleta wepesi. Ndio maana ukiona neema zimeongozana sana kwako, shekhe jiulize. Jiulize. Unakoenda sipo. Lakini ukijiona una madhila, limeingia hili limetoka, limekuja hili limeingia hili, limekuwa hivi, imekuwa hivi, imekuwa hivi, imekuwa hivi. Tegemea muda wowote shekhe ukacheka mpaka huku. Kwa hata kutawasali huku na mambo haya magumu unayopitia. Ujanja unawapa watu siri.
watu wachukue hili. Wewe si unaugua na miaka 10 unaugua, mwambie Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa huu mtihani ulionipa nifungulie kitu fulani, utaona. Na ndio maana hakuna dua zinazojibiwa kama za wagonjwa. Muona mgonjwa analala pale kitandani, shekhe, mgonjwa akikuombea dua wewe, Mungu anakubali dua yake pale pale. Watu hawajui haya. Nendeni hospitalini, si una shida? Nenda hospitalini. Wahudumie wale wagonjwa. Waambie jamani, niombeni dua kwa Mungu. Yule shekhe dua yake ni ya kweli. Mtu anaumia kaungua mwili mzima, alafu wewe Mungu huyu mpe wewe. Wewe Januari wewe. Mungu rahimu bwana. Mungu ana njia zake. Ana kona za kupita huko. Umeelewa vizuri? Kuna watu wengine mimi wanakuja kwangu naambia, sikiliza, ili jambo lako tutafanya dua utafanikiwa. Lakini katika hii dua kama itachukua ni siku 14, siku 4 mpaka siku 5 tutaenda hospitali. Tutahudumia wagonjwa. Wale pia waombe dua. Tunakuja kuchanganya na za kwetu. Hili jambo litafanikiwa. Wallahi na kweli tukifanya inaenda vile vile. Kisu kwenye mfupa. Jambo lolote linakuwa. Sasa tusipoteze muda, twende katika nyakati. Gani za kuomba dua mtu kajibiwa papo kwa papo, kwa papo kwa hapo. Muda wa kwanza ni siku. Siku ya kwanza ya mtu kujibiwa dua ni siku ya Ijumaa. Siku ya Ijumaa. Katika siku ya Ijumaa kuna nyakati 6. Nyakati hizo 6 ukiomba dua shekhe, Mungu anakubali. Nyakati ya kwanza ni baada ya swala ya alasiri. Binadamu yoyote pale akiomba dua inapokelewa na Mungu. Popote alipo. Popote. Na muda ule wa swala ya alasiri siku ya Ijumaa huwa linapita pumbao katika akili za watu wote. Yaani wote duniani kote huwa linapita pumbao. Lazima mpumbazike mpaka ije magharibi pale. Ndiyo siku aliyoumbwa binadamu. Na umri wa mtu unapungua siku ya Ijumaa. Kile ni kipindi kikubwa sana. Ni kipindi malaika wanakuwa wazi. Shekhe, ule muda ni muda wa ajabu. Sasa ule muda dua yako ili ijibiwe. Shekhe, hata kama una pombe kichwani, nisikilize, sisemi watu wakalewe, lakini nakwambia Mungu huyu ndio Mungu wa walevi, Mungu ndio Mungu wa wavuta bange, Mungu ndio Mungu wa wasingenyaji, ndio huyu. Hata kama we ni mja wa Mungu bwana. Si ndio ule mlevi kapakizwa katika gari la mashekhe. Mashehe anaambia, bwana vipi bwana, wewe mbona unalewa mlevi wewe? Hii vitu haramu. Anambia la. Lakini ajabu, aliyeviharamisha ndo kanigia hela nikalewe. Huyo Mungu alisema hivi vitu ni haramu, ndio kaniruzuku fedha nikafanya nini? Nikaenda kulewa. Wewe unasemaje hapo? Wazito hapo. Mimi shekhe bwana, mfumo wa maisha yangu mimi ni mgumu sana wa kitasawuf. Yaani ni mgumu sana. Uko tofauti kwa kweli. Mimi sehemu ambapo jana unasema pale hakuna mtu aheri, mimi ndo pale ninapokwenda. Nitakutana naye tu. Mimi nishakutana na dada mmoja anajiuza Januari. Yule dada alikuwa ni kiboko. Nimechelewa kuingia Dar es Salaam. Niliingia kwenye majira kama ya saa 7. Toka Iringa na gari yangu. Pita Ubungo. Kuna sehemu tumefika kulikuwa kuna foleni. Pembeni kulikuwa kuna jengo la TANESCO kubwa. Kwa kuna dada pale amesimama. Na foleni mimi nimekaa, nikamwona mdada mmoja. Kamwangalia, naye akaniangalia. Kamwangalia kwa muda mrefu sana. Sikiliza Januari. Nilipomtizama nikamwacha. Foleni ile ikawa inaruhusu. Tukasogea mbele, yule dada akawa ananifuata nyuma. Akawa ananifuata nyuma. Yaani anaifuata ile gari. Foleni si ndefu ile, anaifuata. Amwangalia. Sasa baadaye nikamwita, ngambia njoo. Kama anaangalia hivyo. Kaniambia hapana, sijui. Sina nia kukuuzia mwili wangu. Lakini macho yako yananivuta. Macho yako yananivuta. Sijui una nini, sijui ni kitu gani. Nikamwambia chukua namba zangu. Kampa namba zake, mimi nikaondoka.
Basi kweli kipindi pale tuko pale Mabibo pale Mzambarauni kwenye ile ofisi ya pale. Sasa hivi tumehamia huku Ubungo Kibango, na watu wanataka ofisini kwangu. Sasa hivi niko Ubungo Kibango kwa Dar es Salaam. Iringa kule kwa Kilosa kambi kule kubwa. Iringa ofisi yangu ipo kwa Kilosa pale kambini, kambi kubwa ile. Alia alinipigia simu, mimi ndio yule dada hivi na hivi, sijui vipi tuonane. Kaambia sawa njoo. Akaja yule dada Januari. Alikuwa ni mjukuu wa shekhe mkubwa na ana kitu kizito, na ndio ilikuwa mara yake ya kwanza kuanza kwenda kufanyaje, kujiuza. Mpaka nalia, namuuliza wewe nini? Mungu asamee, lakini nilimpiga makofi kabisa, tandika makofi matatu ya maana. Wewe nini? Shida yako wewe ni nini? Una tatizo gani? Alitupiwa mdudu jini kamzonga kaenda kufanya hizo biashara, lakini ndo mara ya kwanza na anakutana mimi. Basi nilimtafutia katika wamama hao wanakuja ofisini kwangu, nikamtafutia mama mmoja mwenye hekima mzuri, nikamwambia naomba mama udada ukae naye simamie. Ni mrangi yule dada, kamsimamia vizuri. Baadaye tukamfanyia dua, akapata mume, kaolewa. Umepata mume akaolewa wewe Januari? Haya tuangalie namna wewe. Kapata mume, kaolewa, alhamdulillah rabbil alamin. Na hivi sasa ninavyokuambia ana hatari. Ana hatari. Sasa niambie, watu kama wako wangapi? Na sikufiche mtu, ukishakuwa na dalili za ucha Mungu, shekhe, unapigwa vita vibaya mno na majini na watu. Ukishaanza kupanda kwenye ucha Mungu au na kitu kitakachokufanya uwe karibu na Mungu, utakula nondo nyingi sana. Utarushiwa kila aina ya majini. Lengo usifike kwa Mwenyezi Mungu. Sasa hapo ndo lazima uwe na shekhe ya kufanya nini? Shika mkono. Twende. Unavushwa katika vile vigingi. Na ndio sababu pia kubwa hata hapa kwetu sisi kuanzisha utaratibu wa uradi. Tulikuwa na utaratibu fulani wa uradi, lakini sasa hivi tutaanzisha utaratibu kila Alhamis. Na inshallah Mungu akijalia kheri, sio Alhamisi ya kesho, hiyo ya wiki ijayo rasmi tutakuwa na adhkari hapa. Napata simu kutoka sehemu mbalimbali, watu watakushiriki katika uradi wangu kupitia online. Sasa Mungu akijalia kheri, wiki hiyo ijayo tutakuwa na adhkari hapa. Kwa mtu ambaye uko sehemu yoyote na utakushiriki katika huo uradi, wewe jistiri, tafuta muda wako hiyo Alhamisi, tutakuwa live katika adhkari zetu, uradi wetu. Mwenyezi Mungu atajalia kheri, mtu nawe unashiriki katika uradi, unatia nia zako kokote uliko ulimwenguni, uradi na kufika. La si hivyo unaweza kutumia majina yako tukakufanyia dua. Turudi kule kwenye muda haraka. Kinyume na alasili, siku ya Ijumaa ni baada ya swalatu subhi. Baada ya swalatu subhi, tegea kabla jua halijachomoza, kile kipindi kile, basi kabla swalatu subhi, kile kipindi kile. Na kuna hiyo saa moja hiyo nzito, hiyo ni siri kubwa Januari. Kuna huo muda, kuachana na huo muda huo, yani kwenye hii siku ya Ijumaa kuna saa moja nzito. Tutoke kwenye siku ya Ijumaa, kuna siku ya Jumatano. Siku ya Jumatano saa 7 na magharibi. Okay. Omba dua yako yoyote ile, Mungu anakupokelea. Omba dua yoyote, Mwenyezi Mungu lakini ongea na Mungu kwa dhati. Usiongee na Mungu juu. Nyanyua kweli mikono, mwambie Mungu kweli. Mwambie Mwenyezi Mungu kutoka moyoni. Wallahi atakusikia. Wallahi Mwenyezi Mungu atakusikia. Kokote utakapokuwepo. Okay. Sijui umenielewa vizuri? Hivi Mungu anakisikia kisamaki kidogo kilichoko baharini, asikusikie wewe? Kweli? Hapana. Na siku hiyo ya Jumatano ndio siku Mungu anashuka duniani kuja kutembelea waja wake. Siku Jumatano Mungu anashuka duniani kusikiliza, jamani, nani anayeniomba?
Kuna yeyote anayeniomba? Kuna yeyote anayeniomba? Na mwezi mzuri, na leo tutatoa faida ya mwisho, kinyume na siku ya Jumatano, ni mwezi wa Rajab. Kuna mwezi wa Rajab. Huo mwezi jitahidi, hata kama unafanya mambo gani machafu, jitahidi huo mwezi usimame. Huo mwezi Mungu anashuka usiku na mchana, anatoa siri. Mungu anashuka usiku na mchana. Mwezi wa Rajab. Kuna mtu alikuwa mlevi, kufa. Mwesherati, kufa. Siku anayokufa Mtume atembelea visigino hivi. Watu Mtume mbona atembelea hivyo? Vipi? Sema ngoja tumalize mazishi nitawaeleza kitu gani. Wamerudi ya Mtume. Hajatujibu. Nini? Ambaye yule pale palitanda marulaini, wanawake wa peponi. Nilikuwa na kofia nikikanyaga nitamchafulia matunda yake. Lakini Mtume alikuwa mlevi huyu. Twendeni kwa mkewe tukamuulize huyu mume wake alikuwa anafanya kitu gani. Kwenda kwa mkewe kumuuliza, bwana vipi? Mume wako namna gani? Sema huyu ndo kama hivyo, alikuwa mlevi mwesherati, lakini ninachokikumbuka ana chumba chake hicho hapo. Aliniambia nisiingie. Kwa ikifika mwezi wa Rajab anajifungia humo ndani mwezi mzima atoki. Kuingia ndani wanakuta kitabu hiki. Jaushanul Kabir. Kidogo. Huyo bwana alikuwa kila mwezi wa Rajab uradi wake ni hiyo Jaushanul Kabir, kile kidogo, sio ile kubwa, ile ndogo. Mwezi mzima anasoma Jaushanul Kabir. Baada ya mwezi wa Rajab kuisha anaendelea na ulevi. Mambo yake kwa pale pale. Sisemi watu sasa baada ya kufanya hizo kheri waendelee na mambo yao. Lakini tenga muda wako wewe na Mungu. Uwe na siri naye. Mungu anachokitaka ni ulaini wa moyo wako na umkubali basi. Januari. Nyakati muhimu sana za mtu kujibiwa ni hizi mbili. Lakini tutakuja kuzitoa nyakati nyingine. Na katika hizi nyakati kuna mifumo ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika hizi nyakati kuna mifumo ya kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mimi napokea simu kutoka nchi mbalimbali. Watu wanapiga simu wataka sijui majini, wapiga simu kutaka sijui nini. Watu wapiga simu kwa mambo mengi sana. Lakini leo kwa faida ya wana jawab, nataka niwagie njia ya kuwa karibu na hawa viumbe. Funga siku ya Ijumaa. Kwanza futuru tende na maziwa. Ukishamaliza kufuturu pale usiongee na mtu. Soma suratul Jinni 3. Soma suratul Jinni 3. Pale ulipokaa, ulipomaliza kusoma suratul Jinni usiondoke. Lala pale pale. Kuna bwana atakuja atakuamsha. Kuna bwana mmoja atakuja atakuamsha. Kama unataka ukaribu watu wengi, Sharifu tunataka na wagia njia hiyo. Ila moyo wangu unapenda sana kuwagia njia za Qur'ani kuliko njia hizi. Okay. Yaani napenda sana niwaambie watu kuelekea kwa Mungu na ucha Mungu. Ndo raha yangu. Hili nimelisema kwa sababu watu wengi sana wamekuwa wakilipigia kelele hilo kitaka. Sawa sawa Kwa hivyo tutumie lakini njia za Mwenyezi Mungu. Sasa leo tumezungumzia muda gani mtu unaweza ukamuomba Mungu na Mungu akajibu maombi yako. Tumeupata huo muda. Kwa hivyo leo niseme hapa panatosha. Wa ilahuna anta wa hata. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa Jawabu TV, kama ambavyo mwalimu ameelezea hapo kwamba kila kitu kina muda wake, na hapa tumefikia tamati toka pale ambapo tumeanza. Nikushukuru sana wewe ambaye unaendelea kutufuatilia kupitia Jawabu TV, kwa sababu kupitia hapa utapata madarasa mbalimbali na utajifunza vitu vingi sana. Kwa leo tumeishia hapa, lakini mwisho wa kipindi hiki ni mwanzo wa kipindi kingine. Kwa hiyo endelea kusubscribe, endelea kushare, comment, lakini pia tufollow pale Instagram kama Jawabu_TV. Utakuwa unapata haya madarasa kwa wakati sana. Hii ni Jawabu TV, tunasema Jawabu TV, ufumbuzi wa mambo ya kiroho. Shukrani sana. Asalamu alaykum. Wa salaam.